msalaba ukiwa mzito hivi, ni kitu kimepeanwa, Yesu alikipewa akibebe, ndipo mimi na wewe tupate wokovu. Kwa hivyo msalaba uliletwe purposely, mimi na wewe tuokolewe. Na huu msalaba usije kuwepo, leo tusingekuwa tunakiri wokovu. Jina la Bwana lipewe sifa. So hii kitu inaitwa msalaba, ni mambo mazito na magumu ambayo yanatakikana yabebwe kwa ajili ya kumwadhimisha Kristo Yesu. Jina la Bwana lipewe sifa. Yesu Kristo alibeba msalaba huu. Tukiongea kuhusu msalaba, ukaonyeshwa kwa picha ya mti uliochongwa na kuwekwa cross. Haleluya. But hii sio ambao huu mti sio hiyo cross. Cross ni yale mapito ambayo aliyoyapitia. Haleluya. Msalaba ni yale mambo aliyoyapitia Yesu. Mambo magumu, mazito, ya ajabu, ya aibu, mpaka akafikia kufa. Kwa hiyo msalaba ni kitu kizito, hata kinaweza kukuweka kaburini. Jina la Bwana litukuzwe. Lakini msalaba huu ama mazito haya, wakati yalipopangwa kwa ajili ya Kristo, ilibidi Yesu abebe msalaba huu mpaka mwisho. Maana yake abebe majukumu yote mpaka mwisho, ndipo akaweza kumwona Mungu. Maana kuna mahali alikuwa amepaacha, alitoka mbinguni na akaacha kiti chake cha enzi, kiti yake ya heshima, na lengo la Mungu alikuwa ni amalizane na msalaba huu ili arudi mahali alipotoka. Jina la Bwana litukuzwe. Msalaba huu Yesu alipoubeba, aling'ang'ana nao mpaka akaufikisha Kalvari, na alipofikisha Kalvari ukamuingiza kaburini, naye akarudi akaketi pamoja na Mungu. Haleluya. Msalaba huu akatuachia sisi, na ndiposa anaongea siku ya leo, anasema mtu asiyeweza kubeba msalaba hawezi kunifuata, hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Glory be to God. Mtu asiyeweza kukana msalaba, ni mambo mengine utayakataa kwa sababu ya Yesu. Haleluya. Mambo mazuri ambayo naona ulimwengu unafurahia, lakini kwako wewe umewekewa ukuta, huwezi ukafanya. Wewe umejengewa ukuta, huwezi ukapita hapo. Hawa ndio msalaba. Wakati wengine wakienda kujivinjari, wewe hauruhusiwi kwenda kujivinjari siku kama ya leo. Glory to God. Haleluya. Sasa unakuta watu wanafurahia hii siku maana ndio weekend. Lakini weekend yako angalia mahali huko. Unastahili kuwa umechangamana na watu mkipigana haifai. Lakini leo kwa mahali kama hapa umeketi tu. Hata kuketi ni msalaba. Jina la Bwana litukuzwe. Ukae masaa, wengine wameketi hapa tangia saa 1. Ukae masaa tangu saa 1 mpaka jioni, ni msalaba. Glory be to God. Maana ni jambo ambalo akifika kwa maisha ya mtu si rahisi. Huo ndio unaitwa msalaba. Haleluya. Yesu akanena maneno haya, akawa na wanafunzi wake wakitembea, kisha akageuka nyuma. Amen. Akawageukia na kuambia maneno haya, mtu asiyeweza kukana baba yake wala mama yake wala ndugu yake wa kike wala wa kiume wala kukana mke wake na watoto wake hawezi kunipeleza. Jina la Bwana litukuzwe. Msalaba ambao tunapewa ni kuyakana yote ili tumfuate Kristo. Amen. Wakati huo alitembea na mtu mwingine, akamuuliza, Bwana, nawezaje kuingia katika ufalme wa Mungu? Akaambiwa, nenda ukauze vitu vyako vyote, ukawapende majirani zako na ndugu zako. Akasema, hayo yote nimekwisha yafanya, amri zote 10 nimekwisha fanya. Akaangaliwa, Yesu akamkodolea macho, akamwambia, nenda ukauze vyote ulivyo navyo, uwagawie maskini. Msalaba si msalaba. Jina la Bwana litukuzwe. Uuze kila kitu ulicho nacho na uende ugawe na ubaki hivyo, na uweze kumfuata Yesu. Jina la Bwana litukuzwe. Yesu akasema, kama huwezi kukana baba yako, so hapa kuna mahali pa kufanya uamuzi. Glory to God. Wokovu last week
kwenye udongo wa Mkanaani. Haleluya. Na Mkanaani hakuenda sawa na mapenzi ya Mungu. Mkanaani alienda na mapenzi yake. Ndiyo ilikuwa ni nchi Mungu ameichagua kwa ajili ya wana wa Israeli. But yale mambo walioyakuta pale waliyafanya. Ezra 9 anasema kwamba waliingia na wakaoa wanawake wa Kanaani, Wahiti na Wahindi na Wayebusi. Haleluya. Pamoja na Waarabu wakaoana nao, ambapo Mungu before hawajaingia Mungu alisemaje? Na mkikaa kwao msioane na. Walipoingia pale wakakuta mabinti wazuri, wakakuta wavijana wazuri, wakaingiana, kila mtu akaoza mtoto wake na mabinti wakuli. Wakaenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Jina la Bwana litukuzwe. Hawakubeba msalaba ambao wametwekwa na Yesu. Walienda na wakausahau njia. Wakaenda kufanya ya kwao. Leo Christians tuko hivyo leo. Tunaokoka, tumechoka. Na baada ya kwamba tumeokoka, bado tunaandamana na yale mambo tuliyoyaacha. Yesu akaangalia akasema, mtu asiyeweza kuikana nafsi yake mwenyewe. Not only father, not only mother, not only brothers and sisters, but mpaka nafsi yako. Haleluya. Kuikana. Nafsi yako itakutuma uende ukafanye vitu ambavyo ni chukizo kwa Mungu. Mtu akienda kuiba ametumwa na mama, ametumwa na baba, ametumwa na mama. Nafsi si shetani. Nafsi yake mwenyewe. Haleluya. Mtu akienda kufanya usherati, ametumwa na nani? Nafsi yake mwenyewe imemsukuma kufanya nini? Usherati. Kwa hivyo Yesu anasema maneno haya, mtu asipoishurutisha nafsi yake na kuikana, hawezi kuwa mwanafunzi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaongelea kuhusu salvation. Tunaongelea kuhusu hiyo cross. Cross na salvation ni kitu kimoja. Maana ili tuwe watu tumeokoka, lazima tukubali kuchukua msalaba na tumfuate Kristo Yesu. Tukimfuata Kristo Yesu, Yesu anataka kufuatwa na watu ambao hawana mzigo mwingine juu yao. Amen. Hana kinyongo. Yesu hataambatana na mtu mwenye kinyongo. Yesu hataambatana na mtu mwenye wivu. Yesu hataambatana na mtu msengenyaji. Yesu anataka mtu aliyeshurutisha mwili wake akauweka chini. Haleluya. Tamaa yako uiweke chini. Kiburi chako uweke chini ili umfuate Kristo. Biblia inasema hivi, mpaka uyakane yote. Kuokoka si kuokoka tu, lakini kuna kitu kinaitwa kukana, deny. Haleluya. Na mtu asiyekuwa na hiyo deny hawezi kumpendeza Mungu. Jina la Bwana litukuzwe. Nasema kukana. Asiyekuwa na kukana hawezi kumfurahisha Mungu. Kanisa bado kitambo kidogo Kristo aliyekwenda anarudi, lakini anangojea kukuta kanisa ambalo limechikana. Jina la Bwana litukuzwe. Kuchikana nitatikanaje nafsi yako na nimeibeba mwenyewe? Nafsi yako itakutuma ufanye vitu negative mbele za Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini utaishurutisha kufanya mapenzi ya Mungu. Haitakuwa rahisi, lakini utailazimisha nafsi kufuata mapenzi ya Mungu. Na huyu ndiye Mungu mtu anamtafuta. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 14. Wa 26 hivi. Kama mtu akija kwangu naye amchukii baba yake na mama yake na mke wake na mwanawe na ndugu zake waume na wake na hata nafsi yake mwenyewe, hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Tena sio kukana tu, kuchukia. Umchukie huyo baba yako aliyekuzaa, umchukie huyo mama yako aliyekuzaa. Hii ndivyo ilivyo kweli? Hapana. Yesu akasema, na kusifungwe nira na wasioamini. Haleluya. Na sio kufungwa tu nira, lakini hata kula nao na kuketi nao msiketi nao. Hiyo iko kwenye kitabu cha Corinthians. Jina la Bwana litukuzwe. Sasa ile kuambiwa ya kwamba lazima umchukie, haumchukii baba personal, lakini unachukia matendo ya baba yako ambaye haamini Mungu. Baba yako anaweza kukwambia kwamba nataka niende nikachinje mbuzi niabudu miungu ya kwetu. Hapo ndio utamkana.
kutoka, alafu nitoe senti yangu hivi kwa sababu ya hiyo nguo. Nimeabudu pamoja nao wamjue. Glory to God. Kuna kumbukumbu, kuna ukumbusho. Watu tunaanguka basi na kujua. Jina la Bwana lipewe sifa. Kuna ukumbusho tarehe fulani, ukumbusho wa baba yetu. Baba yetu alikuwa 2017. Kuna ukumbusho wa baba yetu. Inasemekanaje? Ni lazima tununue mbuzi, twende tukasherekee kifo cha baba yetu. Mimi na baba yangu aliyekufa wapi na wapi? Haleluya. Amen. Na utaona wewe mlokole unachanga pesa ya kwenda kuchinjia mtu aliyekufa. Weka pit. Wewe na yeye mlishakufa kitambo. Jina la Bwana litukuzwe. Kuna matanga kwa tunaitanga angaifu. Ndio kwa tunaitaje lakini kule kwa angaifu. Angaifu ni mtu ambaye alikufa kitambo. Sasa anakuja kuombolezewa tena baada ya miaka. Na hapo kunapigwa, kuna chinja, yani chinja. Unajua Waislamu wanachinja. Hapo nao katika hiyo tanga ni chinja. Mimi nije na mbuzi wangu, Karanja abebe mbuzi wake. Yaani kila mtu na nyumba yake abebe mbuzi. Tuje tufanye nini? Tuchinje. Maindi unapofanya hivyo, wewe pamoja na hao wasioamini umefungwa nini? Glory to God. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja tukawa na kikundi cha nyimbo. Kikundi hiki nikaingia nikiwa sijui ni kikundi kiko namna gani. Kuingia pale nikakuta huduma zao ni mali yao ni kuimbia wao wakuu wakipewa pesa. Nikasema kuimba tu. Ni traditional dance. Mimi sijui kuimba traditional dance, lakini napenda vikundi. Nikaingia. Bwana Yesu asifiwe. Nilipoingia tukaanza kufundishwa zile nyimbo. One day yule mwimbaji soloist akagoromoka. Jina la Bwana litukuzwe. Tukiwa katika mazoezi, manake kuna mkubwa anakuja. Huyo ngui, tunamuita ngui soloist. Akiimba akachukuliwa juu na hizo na huyo roho wa hizo nyimbo. Haleluya. Akaanza sasa anaongea na kikundi. Akasema my Lord, my God. Huku ni wapi nimekuja? Haya, nyamaza tutakununulia. Akashikwa sikio, akaongeleshwa tutakununulia. Akatulia. Alipotulia watu wakapanda gari watuwekeza. Nikamwambia nisikizeni, nina Mungu huyu mmoja. Tingisha mtu mwambie kwa na msimamo. Tolewa nje kwa sababu ya Mungu, no problem. Nikamwambia nisikizeni. Mimi niko na Mungu huyu. Na ndiye ninastahili kumwabudu. Hii miungu mingine siwezi. Kama mtanitoa kwa kikundi nitoe. Sivyo Priska, sivyo. Ni vipi? Awacha tu. Wewe hata usitoe, wacha sisi tufanye. Kania fanyeni. Siwezi fanya hivi. Nilitoka kikundi bila wao kujua. Wakanifollow. Priska, mama na wewe ndio ulikuwa kwenye nafasi yetu ya kuhubiri, maana yake nilikuwa nacheza pati ya baza. Hata wewe ndio ulikuwa na hiyo nafasi, naambia hapana. Siwezani na nyinyi, endeni mkafanye vitu vyenu kwa amani na kwa furaha na wapenda. Nikaacha kwa sababu ya nani? Ya Yesu Kristo. Wanaimba wakicheza mpaka wanaporomoka. Na mimi niko wapi? Niko hapo. Kweli ninamtukuza Yesu katika kikundi hiki. Amelaaniwa mtu akae pamoja na wenye dhambi. Si ndio Biblia imesema? Nikajiondoa mtoto wa kike, si kwa mchungaji, ni kwa mama tu, mshirika kanisa. Nikatoka tayari, nikasimama na msimamo. Leo hii utajua mambo kama haya. Lazima ukane. Amen. Mama akwambie sasa kuna mtu ambaye ni mgonjwa na sasa wao hawajaokoka. Wanataka sasa mchake pesa peleke uganga. Nasema si ni pesa tu waende wakagangwe. Si wao ndio wanagangwa, sio mimi. Ushamgangisha. Hiyo pesa yako. Ushafanya nini? Ushamgangisha. Ushagangwa pamoja na yeye, maana umeshiriki ile madhabahu. Hiyo ni sadaka ya madhabahu. Si ni sadaka ya madhabahu. Kwa hivyo wewe umeshiriki baraka za madhabahu gani? Sasa pasta ndio tufanyeje? Akasema kama uwezi kukaa na baba yako, mama yako, wala ndugu yako, wala watoto wako, hata watoto wako wanaweza kukuingiza mahali. Uwakane, umfuate Kristo. Chukua msalaba na ufanye nini? Maana kwa ajili ya utukufu wa Mungu.
Glory to God. Naona mtu mmoja hapa akikana Yesu Kristo mwenyewe akiwa yeye ni mfano mzuri. Wakati huo amechukuliwa ni miaka 12 ametimiza. Wanaenda hekaluni kwenda kuabudu. Baba yake na mama yake Yusufu na Mariamu wakachukua kitoto chao cha miaka 12 wakaenda nacho madhabahuni. Walipofika pale madhabahuni, mama yao sijui alikuwa wazazi waliketi kule nyuma ama walikaa kama kuchungulia. Yule mtoto yake akaingia moja kwa moja mpaka kwa madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wa kwenda nyumbani wakamsahau, wakaona wako pamoja naye, maana watu walikuwa wengi. Kumbe yeye watu wakitoka yeye alibaki wapi? Haleluya. Wakitoka baki. Wakikataa wewe baki hapo. Kwa ajili ya Mungu wetu. Hao wakatoka wakaenda wakifikiria naye Yesu yuko nyuma. Wakiangalia hayuko. Wakatumana. Nendeni mkamwangalie Yesu. Kila mtu akakuta ameketi pamoja na makuhani huko mbele. Yesu, baba yako na mama yako wanakutafuta. Ndio nikwambia kwamba kuna kukana. Baba yako na mama yako wanakutafuta. Kauliza mama yangu ni nani na baba yangu ni nani? Akamwambia baba yangu na mama yangu ni huyu na huyu ameketi hapa. Hawa ndio mama yangu, hawa ndio baba yangu na hawa ndio umbu langu. Jina la Bwana litukuzwe. Watu walio ndani ya nyumba ya Bwana ndio ndugu zake, ndio ndugu zake. Akarudi akana. Jina la Bwana lipewe. Yesu akakana wazazi wake kwa ajili ya nani? Ya Mungu mwenyewe. Haleluya. Ikiwa yeye Yesu alikana wazazi wake, mimi na wewe tunastahili kuwakana wazazi wetu. Hatuwachukii. Ukisoma hapo chini kwenye hicho kifungu inasema kwamba na Yesu akaendelea kuwatii wazazi wake. Anawatii lakini hakufuata mambo yake. Kwa hiyo ndio nini? Kuwakana si mpaka tu wakatae. Wakati wanapoenda kinyume ndio na wakataa. Unaambia hapo kwangu no. Sababu nimeokoka. Rafiki zako wanakukadirisha. Kunywa soda bwana, tu kunywe. Unaona watu wanakunywa mizigo pale. Wewe unasema mimi hii mizigo kweli nishachoka huko, nashukuru Mungu amenitoa. Haya, kunywa soda basi. Unapewa soda wapi? Kuna ushirika